hiyo Chadema sasa wanapokuja na no reform no election, wana review matukio ya 2019 ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unasimamiwa na TAMISEMI, lakini pia wana review na uchaguzi wa 2020 ambao unasimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na wao walikaa vikao mbalimbali na serikali na chama kwa kufanya yale maridhiano, na kwa maneno yao wenyewe wanasema kwamba walikubaliana kwamba yaliyotokea nyuma hayatajitokeza tena, hayatajitokeza hapo mbele, lakini badala yake 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa mambo yale pengine ni zaidi ya yale ambayo yalijitokeza 2014 2020 yakawa yamejitokeza tena na zaidi mengine yameongezeka. Kwa hiyo wao sasa wakaona kwamba kumbe tumekaa vikao mbalimbali na mamlaka ambazo wao wanasema, wakaaminishwa kwamba uchaguzi utakuwa uko vizuri, lakini sample iliyokuja wakaona ni zaidi ya ule uchaguzi uliopita. Ndio walivyokaa sasa kwenye kamati yao wakaazimia kutoka na no reform no election, kwamba bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi watazuia wao uchaguzi, hakuna uchaguzi. Lakini pia wanasahau kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa na sheria ambazo zilikuwa zinaendesha huo uchaguzi, lakini baada ya kuundwa kwa kikosi kazi, wadau wakapeleka maoni mbalimbali, vyama vya siasa, wadau wa demokrasia, kikosi kazi wakakaa wakachakata yale mawazo na ushauri mbalimbali, wakatoka sasa na hiyo ndio ikazaliwa hiyo sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo tunaona humo ndani kwamba leo mkurugenzi, mwenyekiti, makamu mwenyekiti watatokana na kamati ya usaili. Tunaona leo hakuna mtu kupita bila kupingwa. Hata kama umepita wewe, wenzako wengine wamepoteza sifa, utaenda kupigiwa kura, si ndio? Lakini kuna sehemu inaeleza kwamba kwa sababu hoja kubwa ya sisi watu wa upinzani kwamba wanaosimamia uchaguzi huu ni wengi, ni watu ambao wateule wa rais. Hao watu wa kurugenzi ni wateule wa rais na tunaamini kwamba ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwenye sheria mpya sasa hii ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuna sehemu inaeleza kwamba mkurugenzi anaweza akawa msimamizi wa uchaguzi au mtumishi wa umma au mtu yeyote ambaye sio mtumishi wa umma lakini mwenye sifa za utumishi wa umma, lakini ataapa kwa kiapo cha utumishi wa umma. Maana yake ni nini? Maana yake Tume hii Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaweza kukuteua mpaka wewe kuwa msimamizi wa uchaguzi Temeke, lakini uonekane, je, Bwana Abu Twalibu ana sifa za utumishi wa umma? Zikionekana una sifa za utumishi wa umma lakini sio mtumishi wa umma, wewe unaweza kusimamia uchaguzi kwa mujibu wa hizi sheria ambazo mpya zimekuja. Sawa, sasa twende tuangazie kidogo Chadema baadaye turudi. Kwamba sasa wao tayari mwenyekiti wao ameshasema kwamba bila ya kufanyika haya mabadiliko hatushiriki kwenye uchaguzi. Hali ya wale wabunge ambao wako kule bungeni, wale wawili, na ili uweze kugombea tena ubunge lazima urudi tena uweze kupata fomu ya kugombea tena ubunge kwa mara ya pili. Tayari mwenyekiti ameshasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, lakini pia hawakwenda kusaini kanuni za maadili. Hizo kanuni zinahusu rais, wabunge pamoja na madiwani. Sasa unadhani watakuwa kwenye nafasi gani wale? Tayari imeshatokea tena mgawanyiko kwenye chama. Imekuwa na ile kundi lingine limejitokeza la G55. Wao wanapinga ile no reforms no election. Wanaweza wakawa wameyumba kwa kiasi gani? Jana nilikuwa nazungumza na kijana mmoja anaitwa Waziri, akasema kwamba katika miaka ambayo wanaweza kawa wamepotea zaidi Chadema ni kipindi hichi hapa. Wewe unaweza ukaongezea kitu gani kwenye hilo? Mimi mwenyewe naweza nikakiri kwa kuona kwamba kutakuwa na anguko kubwa sana la Chadema, kwa sababu vyama hivi vya siasa pamoja na kuwa na hali ya kuwapigania wananchi, kuwasemea wananchi, lakini mtaji wetu mkubwa ni uchaguzi, kwa sababu mabadiliko tunayoyadai yatatokana na uchaguzi. Leo tunaamini kwamba mbunge wa Chama cha Mapinduzi hana uwezo wa kusemea wananchi kwa kuletea maendeleo. Mabadiliko yake ni nini? Kwamba nakuja mimi sasa mtu wa chama cha AFP na washawishi wananchi kwamba huyu hafai, hatoshi kuwa mwakilishi wetu katika eneo hili. Badala yake sasa muniunge mkono mimi, tumuondoe huyu ili mimi wasemee shida zenu. Hiyo ni sehemu ya mabadiliko. Na kwa mujibu wa sheria za nchi za kwetu hapa, hauruhusiwi kugombea nafasi yoyote ya uongozi wa nchi kama wewe sio mwanachama wa chama cha siasa. Na kama chama cha siasa tayari kimepoteza sifa ya kushiriki uchaguzi, maana yake kwamba watu wa Chadema ambao wenye sifa, wanaopendwa na watu, wana uwezo, wana uchumi, wana ushawishi mkubwa, hawana tena sifa ya kuweza kuwa wagombea katika nafasi hizo ambazo wanazitaka. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kutakuwa na anguko kubwa la watu ambao walishaweka focus kwamba mimi naenda kuwa diwani, mimi naenda kuwa mbunge, au mimi naenda kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake hiyo focus imeshafanyaje? Imeshakata. Lakini pia tunawapotezea
tunawapotezea haki wananchi ambao wao wanaamini kwenye watu wanaopitia Chadema, kwa sababu kuna watu wao automatically wanaamini kwamba Chadema wanazalisha viongozi ambao wanaweza kupigania maslahi ya wananchi. Ndio, wanaweza bila kunata maneno. Sasa kama wao wanaamini hivyo na wanaamini kwamba tunaweza kuwapigania watu wakawa viongozi, leo wanaona Chadema haina sifa ya kushiriki uchaguzi, manake hao wananchi wamekatishwa tamaa, kwa sababu siasa imegawanyika pande mbili. Kuna watu wanaamini ukichagua Chadema, yani hata awe kiongozi ambaye ni mwenda wazimu wewe, lakini ukichagua Chadema basi chama kitamsukuma wewe mtu wa Chadema atatuletea maendeleo. Kwa hiyo sasa kama Chadema yenyewe haipo, inawezekana kuna wananchi wakasema kwamba sisi hatuendi kwenye uchaguzi sababu mimi napenda viongozi ambao wanatoka kwenye Chadema. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kutakuwa na anguko kubwa, na nataka nikwambie kitu kimoja. Chama kama Chadema ambacho kina watu ambao wameajiriwa, kina watu kinatumia pesa nyingi kwa mwezi kwa kuweza kuendesha chama eti kwa michango ya tone tone, aisee ni ngumu. Hiyo tunaweza sisi vyama ambao hatuna ruzuku, tunajitolea ndio tunaweza, lakini kwa chama kama Chadema kina walinzi, kina madereva, kina makatibu nchi nzima ambao wameajiriwa, kina wataalamu ambao wameajiriwa, huwezi kulipa mishahara na huwezi kuendesha chama ukafanya kampeni nchi nzima, ukafanya operation mbalimbali nchi nzima, ukafanya vikao vya ndani nchi nzima kwa kutegemea michango ya wananchi kwa miaka 5. Maana hili ni anguko kubwa. Lakini pia kumalizia ni waombe sana hawa watu ambao wao walikuwa wanaamini wanakubalika kwenye majimbo yao, kwenye kata zao, kwamba wanaweza kuenda kushawishi wananchi na wakawa viongozi. Kwa Chadema imeshashindikana. Waangalie vyama vingine. Nataka kukupa nafasi hapo. Niseme nataka nikupe bakuli, ujipakulie minyama mwenyewe kwamba tayari wameshazuiliwa kwamba hawatashiriki uchaguzi. Lakini kuna watu wanania, bado wale ambao walikuwa wabunge bado wanania ya kuendelea kuwa wabunge. Lakini kwenye majimbo yao kama walikuwa wanafanya vizuri, basi bado hata kama watabadilisha chama, wananchi wao wataendelea kuamini. Pengine kwa nafasi ambayo uko nayo leo, unaweza kuzungumza na watu mbalimbali pengine wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu hawapo kwenye mfumo. Pengine unaweza ukawaambia nini sasa kuelekea kwenye uchaguzi? Wewe tayari chama chako kimesha saini kanuni za maadili za urais pamoja na wabunge na madiwani. Hebu jaribu kuzungumza nao, lakini pia kundi la vijana ambao unawaongoza, zungumza nao kuelekea kwenye uchaguzi, kwenye mkutano mkuu maalum wa chama, lakini pia moja kwa moja kuelekea kwenye uchaguzi mkuu tukiwa tunaendelea mwishoni. Sawa, mimi nianze na vijana. Mchakato umetolewa na Mwenezi, na niseme vijana wasijiweke nyuma katika hili. Nafasi ya makamu mwenyekiti haijaelezwa umri, ila nafasi za urais kwa mujibu wa sheria maana yake ni umri kuanzia miaka 40. Inaweza vijana ikatunyima kidogo hiyo haki, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu kijana wa miaka 35 ndio atakuwa amemaliza ujana wake. Kwa hiyo kwa vijana kwenye sifa za kugombea rais maana yake tayari zimetuondoka, kwa sababu miaka 40 na sisi kwa mujibu wa katiba yetu sio kijana. Lakini kwa upande wa makamu mwenyekiti hajaelezwa umri. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu ambao tuko kwenye chama kwamba hii nafasi sio nafasi ambayo imeelezwa ya watu fulani. Kwa hiyo wenye sifa wajitokeze, utaratibu tayari unaanza kesho, wajitokeze na sisi kama vijana wenzao tutawasaidia, tutawafanyia kampeni kwa yule ambaye tunamuona mwenye sifa aweze kwenda kuwa makamu mwenyekiti kwenye chama. Lakini kwa upande sasa wa hawa viongozi ambao wanaamini kwenye kata na kwenye majimbo, kwa maana wanakubalika na wengine wapo kwenye huo uongozi, niwaambie tu kwamba njia ya huko imeshakuwa mbaya. Njia ya huko tena hawezi kutimiza malengo yao kwa maana ya kuwa viongozi. Haiwezekani, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu Chadema hawatashiriki uchaguzi kwa miaka 5. Kwa hiyo mimi niwaombe kama nilivyosema, nijipakulie minyama kwamba kwa vyama 18 hivi ambavyo ndio vitashiriki huu uchaguzi, chama ambacho michakato yake ina uhuru na wa haki bila longolongo yote ni chama cha wakulima AFP. Hakina shida, njoo tueleze unataka kata gani, tutakupa. Njoo tueleze unataka jimbo gani, tutakupa. Njoo una sifa, unataka urais, chukua fomu. Umeona bwana, twende kwenye mchakato. Ukipita kwenye sifa ya usaili, tukienda kwenye uchaguzi mkuu, tutaangalia una sifa, tutakupigania, utakuwa mgombea. Kwa hiyo niwaombe watu wote ambao walikuwa na sifa na walikuwa na malengo ya kuomba nafasi za uongozi waje chama cha wakulima. Milango iko wazi, na sisi tunasema kwamba tunahitaji hiyo nguvu, kwa sababu Chadema ni mtaji mkubwa. Ukipata hata watu 15 au 20 kutoka Chadema ambao wana uwezo,
naamini kesho tunasema neno lingine hapa kwenye chama, tutasema hiki ni chama sasa kinaenda kuwa chama kikubwa. Kwa hiyo niwaombe ikiwezekana akina Mbowe ambao sasa hivi tuwaoni, Mheshimiwa Mbowe tunaamini ni mtaalamu wa siasa mwenye mikakati, tunawaomba watu sisi tunawahitaji sana waje tufanye siasa, kwa sababu viongozi walioamini ambao wako sasa hivi kwenye chama chao ni viongozi ambao wanaamini mitazamo ya kiharakati, na sisi tunafanya siasa, tufanye harakati, kwa sababu harakati ni kama vile tunapigania uhuru. Uhuru tumeshapata tayari. Kwa hiyo sasa ni kuweka mipango sawa. Hapa hakupo sawa, tunakaa tunajadiliana, mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo wanaotaka kufanya siasa tuje tufanye siasa, wanaotaka kufanya harakati wafanye harakati, lakini kumbuka kwamba harakati ndio kama hivi. Leo unaona Mheshimiwa Tundu Lissu yuko ndani kwa kesi ya uhaini. Hivi ni vitu vibaya. Kwa hiyo unaweza kukuta baadaye cheni ikamgusa huyu, ikamgusa yule, ikamgusa yule. Kwa hiyo harakati ndo shida yake ni hiyo. Swala la kwenda jela, swala la kufa, swala la kuumia ni jambo la kawaida, lakini siasa ni mchezo wa majadiliano. Jambo liko sawa, tutakwenda Mwembe Yanga, tutaeleza serikali kupitia wananchi kwamba serikali hapa imeshindwa, awafanye hivi, afanye hivi, afanye hivi. Tunakaa tunajadiliana na serikali, kiwapendeza katika yale tunaozungumza, watafanyia kazi. Wakifanyia kazi maana yake wanaenda kuwagusa wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo niwaombe hawa watu ambao wana sifa waje. Sasa hivi watu hawachagui chama, watu wanachagua mtu. Nani huyu? Huyu ni Mbowe. Wanamfahamu uwezo wake, sifa yake, namna ya kufanya siasa. Kwa hiyo maana yake watu watamchagua Mbowe, sio chama, kwa sababu wao chama kila mtu ana mapenzi yake. Mimi naweza nikawa chama cha AFP lakini nikachagua Chauma. Mtu anaweza kawa Chauma na kipenda lakini akachagua Msela Mageuzi. Kwa sababu gani? Kwamba yule anayegombea yeye anaamini anaweza kwenda kuyapambania yale ambayo wao wanaishi nayo. Kwa hiyo niwaombe hawa watu ambao wanataka kugombea waje, mchakato unaanza sasa. Okay, sawa. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni mwenyekiti wa Jukwaa la Vijana Taifa wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party maarufu kama chama cha wakulima. Nilikuwa nazungumza naye mambo mbalimbali kuhusiana na mwelekeo wa chama, lakini pia kuelekea kwenye mkutano mkuu maalum wa chama unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa 4. Dhamira au taarifa iliyotolewa na katibu wa itikadi na uenezi wa chama ni kujaribu kugusia masuala mbalimbali ya kugombea nafasi ya urais kwa bara, lakini pia na kule visiwani na taratibu